Ndani ya hicho chumba alikuwepo dokta mmoja ambaye alionekana kumwangalia sana Mariam. Yule dokta alitoka nje na kupiga simu kwa Mr. Richard na kumwambia, "Hello Mr. Richard, yule mama yako aliyepotea, kwani ulimpata?" Taarifa hile iliweza kumshtua sana Mr. Richard, na kwa upande wake ilikuwa vigumu sana kuamini. Baada ya nusu saa hivi, Mr. Richard aliweza kufika pale hospitalini. Wakati huo, huduma za matibabu kwa Mariam zilikuwa zimesitishwa kutokana na ukosefu wa pesa, lakini huduma za kwanza zilikuwa bado zinaendelea kutolewa kwake. Nje ya jengo la hospitali alikuwepo Joe, ambaye hakuwa mtulivu hata kidogo. Alikuwa akitembea huku na kule kama mtu aliyepoteza mwelekeo, akiwa na mawazo mengi kichwani. Mr. Richard alifika mpaka pale alipokuwa Joe. Alimwangalia kwa hasira kali, kisha akamwambia, "Umefuata nini huku? Nani kakwambia kwamba hapa utapata msaada?" Joe hakusema neno lolote. Alibaki kimya kwa sekunde chache, kisha akaondoka taratibu na kuelekea nje ya hospitali. Kila mmoja wao hakuwahi kujiuliza mwenzake alifuata nini pale hospitalini. Mr. Richard alimfuata daktari kwa kumpigia simu, kisha akaelekezwa sehemu alipokuwa amelazwa Mariam, mama yake mzazi. Aliingia ndani ya chumba cha matibabu na kumkuta mama yake amelala kitandani akiwa hana fahamu. Mr. Richard hakuamini kile alichokiona. Alisogea karibu zaidi na kitanda, akapiga magoti kidogo, kisha akaanza kuita kwa sauti ya uchungu, "Mama, mama." Hakukuwa na jibu lolote. Taratibu, nguvu zilianza kumuishia. Mwili wake ukaonekana kulegea, kana kwamba moyo wake ulikuwa umevunjika vipande vipande. Alinyoosha mkono wake polepole, akaupeleka kwenye kichwa cha mama yake, huku akiita kwa sauti ya chini, "Mama." Ghafla, daktari alimshika mkono na kumwambia, "Huu si muda wa mawazo hayo yote. Tunahitaji kuanza matibabu haraka, lakini kuna tatizo la malipo. Yule aliyemleta hapa hakuwa na chochote. Kama uko tayari kulipa, tafadhali fuata ofisini kwangu." Wote wawili waliondoka na kuelekea ofisini. Ndani ya muda mfupi, malipo yote yakakamilika. Baada ya hapo, Mr. Richard alihitaji kumfahamu yule aliyemleta mama yake hospitalini. Alimuuliza daktari, "Dokta, yuko wapi yule aliyemleta mama yangu hapa?" Daktari akajibu, "Alikuwa hapa muda si mrefu uliopita. Naamini bado yuko karibu. Utamuona tu." Mr. Richard akasema kwa sauti ya maamuzi, "Sawa, lakini tafadhali hakikisha mama yangu anapata matibabu bora kabisa. Na yule aliyemleta hapa, ukikutana naye nijulishe. Nahitaji nibadilishe maisha yake." Mazungumzo yao yaliishia hapo na matibabu ya Mariam yakaanza rasmi. Baada ya muda mfupi, Mr. Richard aliondoka hospitalini na kurejea ofisini kwake. Wakati huo huo, Joe alirudi hospitalini. Aliingia moja kwa moja kwenye ofisi ya daktari aliyekuwa akimhudumia Mariam, kisha akasema kwa sauti ya huzuni na unyenyekevu, "Dokta, najua unaona hali ninayopitia. Na kuomba sana, mtibu mama yangu. Nitafanya chochote kuhakikisha na kulipa, hata kama si leo." Daktari alimwangalia kwa huruma, kisha akamwambia kwa upole, "Kijana, tafadhali kaa kwanza tuzungumze." Joe aliketi haraka, kisha akasema, "Dokta, sina mengi ya kusema. Na kuomba tu mtibu mama yangu. Sina uwezo wa kulipa kwa sasa." Daktari alichukua daftari lilikuwa mezani, akalifungua polepole, kisha akasema, "Usijali sana. Kuna kitu nataka kukielewa vizuri, samahani kukuuliza. Huyu ni mama yako mzazi?" Joe alinyamaza kidogo, akiinamisha kichwa chini. Baada ya muda mfupi, akajibu kwa sauti ya chini, "Ni kama mama yangu, dokta. Ni mama yangu." Daktari akatikisa kichwa, kisha akasema, "Sikuuliza kwa ubaya. Kile ulichokifanya ni kikubwa sana." Akavuta pumzi kidogo, kisha akaendelea, "Kuhusu matibabu, tayari amelipiwa." Joe alishtuka ghafla, macho yake yakitanuka.
Yamelipiwa? Vipi? Nani alilipa? Daktari alimkatisha kwa utulivu. Ndiyo maana nilikuuliza swali lile. Huyu mama namfahamu vizuri sana. Ni mama wa tajiri mmoja mkubwa, na huyo tajiri tayari alishafika hapa, akamuona, akalipia matibabu yote, kisha akaondoka. Joe alibaki kimya, akionekana kutoamini kabisa. Daktari akaongeza, na pia atarudi tena, kwa sababu anataka kukuona wewe. Anasema anahitaji kukushukuru na kubadilisha maisha yako. Joe bado hakuwa anaamini, lakini akili yake yote ilikuwa kwa Mariam. Kwa haraka akauliza, lakini Mariam yuko salama? Daktari akatabasamu kidogo. Kwa sasa anaendelea vizuri. Usihofu. Kisha daktari alichukua simu yake mezani, akampigia Mr. Richard. Hello bosi, yule mtu wako amesharejea. Alipomaliza, alimgeukia Joe na kumwambia, tumsubirie hapa, anakuja muda si mrefu. Dakika zikapita. Baada ya takriban nusu saa, mlango wa ofisi ukagongwa. Karibu, daktari akasema. Mlango ukafunguliwa polepole. Mr. Richard akaingia.